Mamlaka ya usafiri wa anga ina vyanzo mbalimbali vya fedha, na chanzo kikubwa kabisa ambacho tunakitegemea ni tunaita air navigation charges, na hizi zinatokana na ndege zinazo ruka kuingia nchini, zinazopitiliza na zinazotua. Uongozaji ndege kwa ujumla, tunavyoziongoza hizi ndege, toka nilikwambia anga letu ni kubwa, hiyo ni advantage. Ndege inavyoingia kwenye anga letu mpaka inapotoka kwenye anga letu kuingia nchi nyingine, tunaiongoza. Kwa hiyo tunaita air navigation charges. Huwezi ukapita tu. Hili ni anga la nchi ambayo ni huru na ni mwanachama wa ICAO. Kwa hiyo tunapokuongoza, zile huduma unazilipia. Kwa hiyo ndege ile, na inalingana na ukubwa wa ndege sasa. Kwa hiyo ndege inavyozidi kuwa kubwa, fedha inaongezeka. Na chanzo hiki kinachangia asilimia kama 60 hivi ya mapato yetu. Na advantage ya nchi yetu kuwa kubwa pia ndio vinayosaidia mamlaka kuwa na mapato ya kutosha. Kwa mfano tu, mapato ya ujumla ya mamlaka kwa mwaka huu wa fedha, kwenye bajeti yetu tunatarajia kupata kama bilioni 98. Sasa bilioni 98, hapo ukiangalia asilimia 60 inatoka kwenye chanzo hiki. Kwa hiyo utaangalia ni chanzo ambacho ni muhimu sana kwa mamlaka. Chanzo kingine cha mamlaka ni tunaita landing and parking. Ndege tunavyoiongoza mpaka kutua pale, tunatumia mitambo yetu. Haiwezi ikafika kiwanjani bila kuongozwa. Tuna mitambo mingi tumeifunga nchi nzima. Tuna hizi control tower kwenye viwanja 12 nchini, na kuna mitambo ambayo tumeifunga tunaita VHF area covers kwenye viwanja hivi 12 na viwanja vidogo maeneo mbalimbali ambayo tunaita ni relay stations kama 18 nchi nzima. Kwanza rada inatusaidia kuona ndege zote zinazoingia nchini, na tuna rada 4 sasa hivi. Kwa hiyo anga letu lote tunaweza kulikava. Lakini kwenye hii mitambo ya kuongozea ndege, kwa mitambo ambayo tumeifunga sasa hivi, hakuna mahali ambapo ndege inaweza ikapita rubani kuongea rubani na muongoza ndege asiweze kumpata. Kwa hiyo sasa hivi kwenye swala la mitambo tumepiga hatua kubwa, hasa kwenye upande wa mawasiliano kati ya rubani na waongoza ndege. Kwa hiyo unakuta ndege kwenda kutua kiwanjani ni lazima iongozwe. Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunajipatia mapato, na katika mapato haya eneo hili tunagawana taasisi 3. Mamlaka ya viwanja vya ndege inachukua asilimia kubwa, kwa sababu ndege inapotua inatumia miundombinu kama runway ambayo inachakaa, na kuihudumia baada ya pale inachukua gharama kubwa. Inaenda inapaki muda mrefu kiwanjani. Kwa hiyo pia ni miundombinu ya kiwanja cha ndege. Kwa hiyo katika mgawanyo wanachukua asilimia 60 wanachukua mamlaka ya viwanja vya ndege, alafu asilimia 30 tunachukua sisi kwenye hii landing and parking, alafu asilimia 10 wanachukua mamlaka ya hali ya hewa, kwa sababu ndege inapokuwa inakuja kutua lazima ipewe hali ya hewa. Ile rubani anaelezwa hali ya hewa ikoje kiwanjani, ili aweze kutua vizuri bila kuathiriwa na hali ya hewa iliyoko kiwanjani. Maana lazima ujue utatua runway upande gani kulingana na upepo unavyovuma na kadhalika. Wale wanaokagua abiria na mizigo yao pale kiwanjani, lakini hayo ni mapato madogo tu, ni kama recovery charges, sio kwamba ni faida, kwa sababu tunapeleka wakaguzi, wanaandaa mitihani yao, wanafanya interviews. Kwa hiyo
wale nao wanalipia kidogo. Cabin crew, wale wahudumu kwenye ndege, nao tunawapa leseni. Mafundi ndege wote ambao wanatengeneza ndege ni kada za taaluma mbalimbali hizo ambazo huwa tunazipa leseni, nazo wanachangia. Lakini kama nilivyosema, mapato yao sio mengi sana. Pia tuna chuo chetu cha usafiri wa anga. Chuo chetu kiko jengo la abiria la zamani la Terminal 1 sasa hivi. Kile chuo sasa hivi nacho kinaingiza mapato mazuri, kwa sababu wanafunzi wengi tunawapata sasa hivi wanatoka nje ya nchi. Kwa hiyo wanalipa kwa fedha za kigeni na wanaendelea kuongezeka, kwa sababu hivi karibuni, ni mwaka juzi, chuo chetu kilitambuliwa rasmi na shirika la usafiri wa anga duniani ICAO kama ni chuo cha kati ya vyuo ambavyo sasa vinaruhusiwa kutoa mafunzo ya kimataifa. Hii industry ni industry ambayo inakuwa